Na gukihanga ngai kunyita ugeni gukoreko Muthingi TV na Tabarira ni iria yaku yendeire ya Mwihang'Iri ngai kunyita ugeni ni gutwiko tukihanga na tukinyitanira hari na kana mugeni witu wa muthenya wa umuthi ari ni Mwihang'Iri witu wa kiumia agike na ndugakiriganirwo tukihurite kambe nginyanagie ni kuria tauni-ini ya Thika ni gutwiko tugicamania na Mwihang'Iri witu wa muthenya wa umuthi na ti kungi ni kuria kwa Rent a Shelf ndagitariria ndakihota gugicambicura kwa tukiuge atia tukinyitanire nake niguo agitutaririe what is a rent a shelf na ni wira uriko makiruta tukiuge atia ngai kunyita ugeni muno tukinyitanire ningi gutereba aria kwa ni Mwangi wa Murugi no Mwihang'Iri uria namba 1 tukiuge atia yuke tunyitanire nake. Ngatho cia mwanya muno mwiroreri wa Muthingi TV na riu ndirakenda tuiko tukinyitanira na Mwihang'Iri witu wa muthenya wa umuthi niguo tuiko tukimumenya na umuthi ni gukinjitikiria tuiko tugicenjia ruthiomi oro hanini niguo tuiko tukinyitanira na Mwihang'Iri witu na njira gemaine. Karibu sana mgeni wetu, ningependa uweze kuwasalimia ama kumsalimia mtazamaji wetu na umwambie jina yako ili tuweze kufahamiana kwa njia nzuri. Thank you for having me. Kwa majina naitwa Mwihang'Iri. I'm the manager at Rent a Shelf in the heart of Thika. So yes, karibuni sana. Safi kabisa. Na labda kuna mtazamaji wetu pale hivi ameweza kusikia Rent a Shelf na akajiuliza Rent a Shelf ni nini? Labda unaweza ama ukiweza kuguzia na uweze kuelezea vizuri labda kazi na ambayo huwa mnafanya. Okay, so hapa Rent a Shelf, we rent shelf spaces for mtu akitaka kufungua biashara. We have shelf spaces, different shelf sizes. Unakuja unaleta product yako, tunaanza biashara. So we have shelves that range from 2,500 per month, others for 3,000 and slightly bigger ones for 3,500. Na pia kuna ya nguo 4,000 per month. So ukirent shelf hapa inakuja na free marketing. Tunakufanyia marketing ya your product on all social media platforms, kila mahali, Facebook, Instagram, TikTok, kila mahali. Also, if you have a pay bill ama a till number, when somebody buys something, pesa inakuja tu kwako direct. Kama tuseme amenunua na cash, tunafanya payments every week. Every Saturday utatumiwa pesa yako. So the only amount of money you're removing ni ya rent peke yake ya every month. So it depends na the size of the shelf you want. Unakuja kama umechukua ya 3,000 utakuwa unalipa 3,000 per month. Yes. Na kama kawaida mtu akiweza kuanzisha biashara yake ama kazi yake, labda kuna chenye huwa anahitajika aidha capital fulani ama vitu kama rent. Sijui nyinyi mliweza kuanzisha hii kazi yenu vipi haswa kwa upande wa capital? So the concept ilikuwa not everyone has the capital to start a business. Si kila mtu ako na enough money to open a full shop. Juna utahitaji rent, utahitaji kama tuseme if you have other things you're doing, you're going to have to need somebody atakuanga kwa duka kila siku. You're going to have to hire somebody, stima, rent, maji, all that. So we are cutting cost on that. Unakuja unaanza with a small amount. Pole pole, once you grow, this is a stepping stone for you. Once you unaingia hapa, our aim ni you grow into your own business. Once you bring your product, ni hayo tu kwanza juu kwa sababu I'm the manager at here, so I'm here every day from Monday to Saturday. I'm here every day. If you need to pass by, it's still okay. Kama unaona unataka kupitia biashara uone vile kunaendelea, unaweza pitia. But you actually don't need to rent a whole shop. Juu sasa hapa tumekudividea with different shelves, different prices. Sasa ni enye wewe utaweza kuanza nayo. Unaleta biashara na tunaanza. Kwa hivyo unataka kumaanisha kwamba labda kuna mtu mwenye anataka kuanzisha biashara yake na labda hana uwezo kuweza kukodisha ile nyumba ili aweze kuanzisha biashara yake. So you want to mean that kwamba huyo client ameweza kuwa catered hapa hivi anaweza kuja rentishe na apate mahali pa kuwa anauza vitu vyake. Yes, that was the idea. At least ukianza na tuseme you rent a shelf for 2,500. Ukianza na 2,500 and probably you have products that umekuja nazo. Ukiuza na sisi tuuze pia, you'll probably make rent na
your profit yenye unahitaji for every month. Yeah, that's the quota that we are trying to bring. Usihave kufungua a whole shop na huwezi afford na labda ndio unaanza. Or also for online entrepreneurs, kama uko na online fan base but hauna physical location, unahitaji mahali wenye clients wako watakuja. Kwa sababu nowadays compared na vile kuko kule nje, there's a lot of scamming, so people trust a physical place. Wanaaminia mahali wanaweza ona, wanaweza tembelea, wanakuja wananunua. Yes. Naam kabisa. Na labda sijui mmeweza kuwa kwa hii kazi ama mmeweza kuwa kwa hii industry ya kuweza kuwa mnarentisha watu shops, sijui mmeweza kuwa kwa hii industry kwa miaka ngapi ama kwa muda upi? So we started in July 2021. We've been operational for 2 years now. I personally joined around 2021, end of the year. So I've been here for almost heading to 2 years now. So at least I have a basis of how everything operates, vile kuko, kitu yenye inauza, ni nini haiuzi, all that. Yes, so far we've been operational for 2 years now. It's actually a very good idea. I would highly advise, kama unataka kuanza biashara, you can start here. Uanze kwanza with small, unaanza pole pole. The point is to grow, you understand? So this is a stepping stone for you. Ukiingia hapa, by the time unatoka hapa, tunataka utoke kama umeenda kufungua duka yako. Yes. Yeah. And I see kabisa hii ama kazi yenye mnayofanya inaambatana kabisa na show yetu ya Mwihang'Iri, kwa sababu hivi ni pale tunasemanga mtu ajituma, yani kwa jina nyingine watu wanasema hustler. Yes. I want to ama najiuliza hivi, ili kuanzisha hii biashara yenu kuweza kutengenezea watu shelf yenye watakuwa nakuja na rent. Yes. Labda kuna watu wengine wanasema ukianzisha biashara yako lazima uwe na capital kiasi fulani ama pesa hii ili kuanzisha biashara yako. Nyinyi sijui mlianzisha vipi? Okay, so initially mimi personally nilipata kama iko already operational. There weren't as many clients as kwenye wako sahi, because when I joined there were around 10-11 clients ndio walikuwa kwa duka, but sasa sahi we are over 30, almost 30 to 35 clients. We're heading to 30. Yes. So I would say the greatest challenge enye tumepata ni probably unapata mtu ana join but ni kama amekuja akakuachia kitu, akakuja akasema sasa mniuzie. Biashara si yetu peke yetu, ni pia ni yako, si hata pepe pia unafaa unajituma. Sikuji unaacha kitu una expect tu pesa inaingia but you're not putting in the effort. Yes. So you want to mean that kwa mtu akikuja na product zake ama akikuja tu na wacha niziite mashada hivi? Yes. That means huyo mtu ni kama ako na benefit kwamba ataweza kupata clients na atapata mtu mwenye amsimamia kazi yake. Ukweli, yes. So you have various benefits ukijoin hapa. Kitu tu usikuje uache vitu hapa na una expect pesa inaingia na ni wewe umeanza biashara, si ndio? Kama umeanzisha biashara, you have to put in the effort. You have to put in the market. You should also look for clients. Although we are helping you, we call it a partnership. Ukijoin, isikuwe ati ni wewe unajiuzia peke yake na sisi hatukuuzi, ama ni sisi peke yake tunauza lakini wewe ufanye kitu. Yes. So that means mtu amekamba na biashara yake hapa hivi, ama for example nijitumie mimi nilentisha shelf moja hapa hivi. So kuna vile bado pia nitafanya marketing either kwenda kwa field kutafuta clients. Definitely. Yes. Of course, you'll have to also bring some of your clients, kwa sababu clients wako hawezi kuwa wenye wako hapa peke yake, si ndio? Si labda utatoka huko nje you advertise your business. Kuna watu utatuma wakuje hapa wanunue vitu zako, useme nimetumwa na so and so, nimekuja kununua product yake. Yes. That's how growth inakuwa. Usikuwe stagnant. Pia tena hatutaki unauza a certain amount, inafika hii masaa unaona ni kama sales zinashuka, unapata biashara inabidi umefunga kwa sababu you're not growing. Umekuwa stagnant, umeshinda tu hapo. Yeah. Na labda kuna mtazamaji pale pia anatutazama anajiuliza, ningependa shelf moja. But nahitajika ama ni mikakati ipi labda huwa mnaekeana, because vile umesema kwamba kumekuwa na a lot of scams. Yes. Ndani ambiwa kuja weka products zako, but unakuta that person is not trusted. Yes. So sijui ama kuna mikakati ambayo huwa mnaekeana na client. Okay, so when you join, tuko na contract tutakupatia usome. So the purpose of the contract ni at least to keep you safe and to keep us safe. Kama tuseme kama hapo huwezi leta kitu illegal. So the contract, ukileta kitu illegal you'll be liable since umesign contract ukasema hautaleta kitu illegal but ukaleta. Unaona? Yes. Ama kitu ipotee
ni sisi tuko liable ama you understand stuff like that. Just it's basically to keep both of us tukiwa comfortable, na unajua biashara lazima ikuwe na contract to make it formal for it, ndio at least kila mtu anajua it's a serious business. Yeah. So the only thing itahitajika ni your ID, and once you bring your ID and your product and bora it's legal, that's it, we just sign you in. Tunakuingiza. Labda kuna ama umesema ni products zote, because naona mko na products kadhaa. Yes, we thrive on diversity. Hatutaki kushinda tumeuza tu kitu moja peke yake, because if you sell one thing you're targeting one market, but ukiuza vitu mingi una target watu wengi at the same time. Yeah, so unaweza bring anything kabisa, wewe leta. We have so many things. We have beauty, we have skincare, tuko na vitu za nywele, tuko na chakula, organic foods, even but we also, especially kwa beauty na skincare, we focus on organic products, because hatutaki vitu zenye zina bleach watu, zinaharibu watu ngozi. No, we don't do that. Here we only focus with organic products. Even our health benefits mingi ziko organic. Yes. And I'm trying to think before to the break, because naona pia time inatukimbisha. What is your word kwa huyu labda mtu mwenye anataka kuanzisha biashara yake na anasema sina nguvu, sina uwezo, labda sina capital, ama niko na idea, niko pia na idea na capital. Yes. Anakauka ile kafulani. That is very understandable. Kuanzisha business, it's not easy. You have to know that when you're starting a business, you have to have that fear. If you don't have that fear, hautakuwa uko na the drive to grow your business. You have to have that fear, but the first thing is you have to take that first step. Anza na hiyo ya kwanza. Anything is possible. Inaweza kuwa ni nyota yako. Una take to that first step, unaanza biashara yako pole pole. This month you might not sell, the next month you might not sell, but the third month things might pick up. But it also depends on everyone's effort. You have to put in the effort for it to grow. Yes, that's all I can advise. Thank you. So Dr. na ningependa kwanza uweze kushikilia hapo hivyo, ili kwanza tuweze kuenda mapumziko kwa dakika chache, ili hata mtazamaji wetu aweze kuwa anapumzika. Ngatho cia mwanya muno mwirorero wa Muthingi TV, tugithiete oro wega na mbere na tukirio guku tabarira-ini ya Mwihang'Iri, na Mwihang'Iri twa muthenya wa umuthi ni wakigwa ni renta shelf, ni haria wakienda gukorwo kiga biashara yaku uyoke na kana uikorwo ugikombora, kana haria uikorwo ukiga biashara yaku. Tugike atia tuikirio ruhanini, ndugathiore mitambo ni amu ni tugikorwo tugithie na mbere na karugano gaitu na tukiaranagiria na Mwihang'Iri twa muthenya wa umuthi. Muthingi ni hindi turawamba, no na tukiwambaga ndi haha gwikira uira ati muthingi uria turamba wihandite ka ta ihiga ria nyaigi. Nyitanagira nanie Muthoni wa Wambugu thiini wa tabarira ya igaguriro guku kwa Muthingi TV, kihumo ria gutherema. Nako kaguru karime gatihana kari muhu, nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kino wira wa diraga na guko na ni tutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini. Akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV, nikio ni tugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya Mwihang'Iri, turi na Mwihang'Iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite. Yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki hare rugongo, ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV, na nie Mwangi wa Murugi. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munugo mwega niguo ikaguciriria mucirei, na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tabarira-ini ya itaha ria maitu tugutaraga njira ya kuruga irio ngurani na onawe ugakenerera urugi waku. Nyitanagira na Njeri wa Nyakio o kiumia thaa kenda cia hwaini
tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Na nĩ twagicokeria nĩ ngatho mũno nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na gũikara o haha na gũtwĩhokera wĩra ũrĩa na makĩria gũkũ kwa tabarĩra ya Mwihang'Iri. Na rĩu yakenda tũicokerie na Mwihang'Iri witũ na nĩguo tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Karibu sana nikushia ama nikukaribisha mara tena ili tuweze kuendelea. Na labda kuna mtu amekaa pale hivi vile tumeweza kuelekea kwenye mapumziko ya dakika chache anajiuliza, je, rent shelf labda hajaweza kuelewa vizuri, labda unaweza ama unaweza kueleza zaidi ili aweze kuelewa kwa njia mufti. So basically kunaitwa rent a shelf. It's just concurrent, it's very direct. We rent shelf spaces, so we call the place rent a shelf. So itakuwa easy even for people if they are looking up somewhere online. Let's say when you Google where to rent shelf spaces, you just find there hapo juu rent a shelf hub Thika. Yes, that's how we just came up with the name. Jina inafaa ina correlate with what you're selling. Come on, let's say for example, we have somebody here, she's called Perry Organics. So Perry Organics sells organic products, skincare seeds and powders, different seeds and powders, they're all organic. So yeye amefocus on organic products, that's why na ameweka jina yake hapo, so inakuwa a brand on its own. So Perry Organics, hata mtu ende search tu mahali Perry Organics ataipata, na utapata ni vitu zenye anauza vitu organic, the seeds and powders, propolis, all that. Yes, so that's very important when you're starting your business. Your name should correlate na kitu unauza, so as not to confuse people when they are coming to buy. Yes. Because after all nimeona watu wengine labda ako na biashara na biashara inafanya vizuri sana. Yes. Tukimuuliza labda kwa social media yake for example Instagram anajiita hivi. Yes. Facebook anajiita vitu vingine. Yes, definitely. Naona juu ni biashara, you should have one name, na kwa hiyo one name ina explain, iko na easily explaining what you're selling. Kama unaona Perry Organics anauza vitu organic, it's in the name. You see? Inasaidia. Na kabla tuweze kuelekea kwa mapumziko, ulikuwa umetaja kwamba ati mna deal na vitu organic. Na sijui ni kwa nini hasa mliweza kuchagua muweze kudeal na organic na sio zile vitu ama product zingine? We decided to go the organic way because everybody has decided to go the organic. It's healthier. It's healthier even for you to stick to organic products. Skincare, we only deal with organic skincare. Utapata mafuta zenye tunauza si ati ni zimeenda zikatengenezwa mahali kwa labs zitakuharibikia or so anything. There are people who have studied what vitu wanauza, ni watu wamesomea kuformulate to make those products. Is something they went to school and they are dealing with, so wakaamua waanzishe biashara. So unaona like utapata like there's a brand called Mazuri. Mazuri only deals with organic skincare and hair care, so vitu zake zote ni organic, zina focus on that. So huku kwetu huwezi pata bleaching products, huwezi pata all those, the ones with so many chemicals. No, we don't sell those. Yes. Na ni kazi nzuri, naona nyinyi mnajali sana. Yes, tunajali our clients. Tuwezi taka muharibike kama tuko hapa. True. Yes. Na labda basi kuna mtu anajiuliza pale hivi, nataka kurent shelf moja hivi ama how do we go about it ikifika ni wakati wa kurent? Okay, so when you come to you have made the decision unataka kuanza biashara, so once you come tutakaa na wewe chini tuongee, tusikie if this is the first time you're starting your business ama it's been an ongoing business, so we can know how to help. Unaona, lazima watu wanaongea wanajua venye biashara inaendelea ama ni vile unaanza, so we can also advise you better kwa sababu sisi ndio tumekuwa kwa ground, tunajua vile nini inauza, nini haiuzi, all that. So at least we have a conversation kwanza, mtu anajua ni nini, tunakuadvise, tunaongea vizuri, then you come in, we give you the contract, unasoma contract pole pole, na there's no rush ati tunakwambia usign hapo immediately. No. You can even go with the contract when usome pole pole, urudi kama uko comfortable. Yes. So that means sio kuja tu nichukue ama shelf fulani niseme na nataka kuuza hizi product. That means you are also going to advise me yes. what can sell or even what. Exactly. Of course, we have to advise you. Ndio usikuje hapa ulete kitu unatuliza mbona aziuzi. No, labda umeleta kitu enye it's not concurrent with even what you want to do. Unaona? Unaweza kuwa unataka tu kufungua biashara lakini you're not interested na hiyo kitu unauza. You have to put that passion into your business. That's how growth happens.
Na ni kazi nzuri basi naona hapa hivi. Yes, we are very hands on. Tuko very hands on. Tuko kibamba hivi tunapelekana kabisa. Na ukiangalia kwenye taifa labda watu wengi wameweza kuwakilia sana aidha kwa mabiashara zao ama kwenye kazi zao. Sijui labda wewe ni yepi kama mfanyabiashara na pamoja na clients wenye mnadeal na wao. Sijui haswa ni masaibu yepi na ambao labda kwako yakikukuba ama yenye unayasikia kwamba clients wenyu wakilia zaidi. That's very true. Business has been very different so far. For the past, I would say 3-4 months, kumekuwa a bit tough, but it's the economy vile kuko, but we are not giving up. Hatujachoka na tuwezi taka pia wewe uchoke. Kwa sababu ulikushaanza, we want you to continue growing. So, hata kama kuna challenges, that doesn't mean you should stop. Unafaa uendelee bado. Hata kukiwa na those challenges, they have to be there. Challenges are there for life. So, lazima pia tena una put in the effort na usichoke. Labda basi unaweza guzia masaibu ama moja ama mawili labda you as a business person and as well your clients labda wameweza kurentisha na nyinyi. Ni yepi labda mmesikia wakilalamikia zaidi? So, I would say the main challenges is utapata people don't really put in the effort in their business. Maybe somebody has come and rented a shelf, but they want immediate results, you know. Unataka ni kama umekuja by kesho uanze kuuza immediately, but you haven't done anything to grow your business. Na probably ndo umeanza. You should always expect that not every month will be the same. Not every month utauza, which is understandable. Unafaa pia ukwe prepared mentally for something like that, yes. So if you're starting your business, the first thing you should always remember that I'm starting this business, yes. I want to grow. I want to build myself with this business of mine. Nataka tupande juu, but pia challenges zitakuwa. Also, utapata sometimes a certain number of people are selling, but a certain others hawauzi. Utapata labda kuna periorganics anauza kuliko mazuri pia anauza kuliko hivyo. Yeah, those are some of the few challenges tuko nazo. But our aim is at least you don't have to remove rent from your pocket. Yes, we want you unauza, at least unaweza make rent and you make your profit as well. Yeah. Yes, actually, funny thing you have said that. We have different clients, like Mazuri, she's from Mombasa. We have other different clients from all over the place. We have from Kisumu, we have others from here in Thika, others in Nairobi. As in, we have tukona clients wa kila mahali. Just because hauko hapa, imanishi huwezi rent hapa. Yes, and also we are planning on expanding tusikue Thika peke yake, tukue in other places like Eldoret, Mombasa, Nairobi and all that. This inakuwa easy access for everyone, but you can still, no matter your location, tuko hapa, you can still rent a shelf here. Yes. Na mtu basi labda atawapata vipi? So you can Google us. If we are on Google, you can Google Rent a Shelf Hub Thika, Facebook, Instagram Rent a Shelf Hub Thika, TikTok as well. We are on all social media platforms. Ukisearch tu pale utatuona pale juu na utapata phone number. Yes. Labda unaweza patia phone number kabla. Yes. So 0717 423 724 or 0707 518 735. Na kama kawaida labda kuna kitu mtu huwa anapenda zaidi ama kuna ajabu na ambalo huwa anasikia likimpa nguvu kuamkia kazi yake kila asubuhi. Sijui labda wewe ni jambo lipi na ambalo unapenda zaidi kwa kazi yenu ama pia kile na ambacho hupendi kwenye kazi yako. Okay, so the good thing I would say, you una get to interact with so many lives of people. Una meet na watu wengi sana, you get to interact with people, you get to talk to people, unajua ni nini watu wanataka, because unajua that's also a marketing strategy on its own. If a client akuja hapa aseme, oh by the way natafuta hii na haiko hapa, unaweza advise somebody, okay, we've been getting inquiries about this and this, unaweza anza kama biashara, imekuwa ikiuliziwa sana, unaweza anzisha. Yes, so I would say meeting people, kuuza pia as general, it's a good thing, kwa sababu unajua you're helping people to expand their business, to grow on a personal level, so it's also very fulfilling. Yes. So, kuna kitu nimeweza kugeta hapa hivi. It's not only labda mnataka tu, unajua kuna watu wanakuanga self centered. Yes, anataka tu okay ni biashara yangu. So it just benefit me. Yes. But naona nyinyi ni kama No, hatuko hivyo. Also imagine we have clients when you wanauza the same thing. Yeah. So naona that can be a bit competitive. But sasa what we do is
We give, tuseme client amekuja kununua kitu, tunampea options zote, ni yeye anachagua. We are not putting one person over the other. Unaona? Si ati una focus on one client na huyu client pia anasaulika. We make sure kila mtu ako catered for everyone. Yes. So wacha sasa tuingie hapa hivi ndio tuweze kumalizia, maana yake naona pia muda umeweza yes. Sogo. Nataka hii box moja ama nataka hii shelf moja. So nitarentisha kamoja hivi ama naweza rentisha kamoja hivi ama lazima nirentisha Okay, sasa ita depend na vile wewe unaweza kwa mfuko, you know. If you can rent one shelf, sawa. If you can rent more than one, that's still okay. Si lazima uko limited to just renting one shelf. Juu unaweza pata you have many products, they don't fit one shelf. But we also have storage space for you. Rent hapa, tunakuwekea products zako, but sio mingi sana juu unaona clients ni wengi pia. Yeah, so you're not limited to just renting shelf moja. You can rent more than one. Naona kazi mnafanya ni nzuri. Na naona pia ni kama you have a very bright future na bright future. Yes, thank you. Miaka 5 hivi mnajiona mkiwa? Tutakuwa kila mahali, mtakuwa mnatusikia in every city sahi. Right now we are focusing on heading to Mombasa. We'll head to Eldoret, we'll head to Kisumu. We are not just limiting ourselves to Thika peke yake. Yes. Naam, nashukuru sana kwa muda wako na hata kutukaribisha kwa Renta Show. Yes, asante sana. Thank you for having me. Yes. Nice one. Na no aikorwo ukiigua ucio ni Mwihang'Iri witũ wa muthenya wa umuthi kuma guku kwa Rent a Shelf. No aikorwo ukiigua uria to nginyanagia ati uikorwo ukiiga biashara kana no nginyanagia ati uikombore nyumba haria niguo uikorwo ukiiga biashara yaku. No akigua aikorwo agitutariria na njira ya mwanya muno uria maikoragwo makinyitiriire na gutigira ni macugurikira mundu ucio utakiri na hinya munene wa gukorwo ati ni akiiga biashara yake nyumba-ini imwe nduka, kuona ati ni maikorwo magikuhe kanya kana handu ha gukorwo ugioka ukiiga biashara-ini yaku haria uroka ugakioya o gashelf gaku na gukorwo ukiona handu ha gukorwo ukiendagiria indo ciaku kana biashara yaku iria uikoragwo ukihura. Na no akiona ni maikorwo makigite indo itiganite, indo ta ici uguo to basket tuthaka muno, ni akiona kuri ona maigite nginya iratu, ona nginya indo ingi itiganite ona ta ici cia uthaka. Koguo ni rugano rwega muno na no aikorwo kigwa ni Mwihang'Iri twa muthenya wa umuthi aikorwo gitutariria mawira ni maingi no ukigwatirie kikwira guko Mwihang'Iri guku tugitigagira ati ni twagikurorera maundu mothe. Ngatho cia mwanya muno ndiragicokia ngatho ni tondu uria ugithite na mbere na kunyitanira na ithui oro ndumwe na gusupport ino tabarira ya Mwihang'Iri guku kwa Muthingi TV ni tondu ona wa uria mugithite na mbere na gwituma mawira-ini manyu na ninga kimuhoera o kurima guku minya ndukana kiumagare ugicoke moko matheri nake Ngai akirathimage wira wa moko maitu. Ngikiugia atia ngatho cia mwanya muno ni tondu ukinyitanira na ithui na gwitwarana na ithui ari tabarira ya Mwihang'Iri guku kwa Muthingi TV. Ni ngigitereba aria ko ni Mwangi wa Murugi na tukirikie tukiugia atia mboco-ini ni no kuoma tukomania nakuo nginya kiumia giukite.